Hujambo mwanafunzi, hujambo mwanalugha, karibu kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili. Jina langu ni Ustadh Kakamnai kama ilivyo ada. Nachukua abra hii, ukipenda nachukua wakaa huu ama wasaa huu, kukukaribisha kwenye mada ya leo ambapo ningependa tuweze kuwa na mdahalo ama mazungumzo kuhusu utanzu wa ushairi simulizi kwenye fasihi simulizi. Kwenye fasihi simulizi, mojawapo ya utanzu, tunajua kwamba kuna utanzu wa hadithi, kuna utanzu wa semi, kuna utanzu wa maigizo, kuna utanzu wa ushairi simulizi na kuna utanzu wa mazungumzo. Na kwa leo ningependa tuweze kuangazia utanzu wa ushairi simulizi. Na kwenye utanzu wa ushairi simulizi, ningependa tuweze kupitia kwanza vipera vya ushairi simulizi. Kwenye ushairi simulizi, mara nyingi sana vipera vitatu endapo unarejelea ushairi simulizi ama fasihi simulizi ya wanafunzi wa shule za upili, basi yaliyoainishwa ni vipera vitatu. Kuna kipera cha nyimbo, kuna kipera cha magani, sio migani, kipera cha magani, na mwisho kuna kipera cha ngonjera. Na kwa leo, kwa sababu ya uchechefu wa wakati, ningependa mdahalo wetu uweze kuzunguka kwenye kipera cha nyimbo. Kwanza, tujue kwamba nyimbo ni tungo za kishairi. Kwa hivyo endapo utaulizwa kueleza nyimbo ni nini, nyimbo tuelewe kwamba ni tungo za kishairi zenye mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti, zenye muwala na mapigo ya kimuziki, zenye muwala na mapigo ya kimuziki, na uwasilishwa kwa njia ya kuimbwa. Ninarudia katika kufafanua maana ya nyimbo. Nimesema kwamba ni tungo za kishairi zenye mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti, muwala na mapigo ya kimuziki zinazowasilishwa kwa kuimbwa. Nakumbuka kwamba sifa za nyimbo kijumla tu, najua kwamba kuna nyimbo za aina mbalimbali, na kijumla kuna sifa za nyimbo, na mojawapo ya sifa za nyimbo endapo unanakili kuwa na kalamu na karatasi, ni kwamba nyimbo hutolewa kwa mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hivyo sifa ya kwanza ya nyimbo ni kwamba zinatolewa kwa mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti. Sifa ya kwanza. Sifa ya pili ya nyimbo ni kwamba hutumia lugha ya mkato yenye mpangilio maalum wa silabi, mishororo au beti. Kwa hivyo sifa ya pili ni kwamba hutumia lugha ya mkato yenye mpangilio maalum wa nini? Mpangilio maalum wa silabi, mishororo au beti. Unanipata? Sifa ya tatu ya nyimbo ni kwamba mara nyingi nyimbo huimbwa zikiandamana na ala za muziki kama vile ngoma, baragumu na kadhalika. Kwa hivyo nyimbo zinapoimbwa zinaandamana mara kwa mara, sio zinaandamana kwa lazima, kwa faradhi, bali namaanisha kwamba nyimbo zinapoimbwa
basi zinaimbwa zikiandamana na ala za muziki kama vile ngoma, kama vile baragumu. Kuna ala kama piano na ala zingine za kimuziki. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo mwanafunzi wa lugha yafaa aelewe. Kumbuka sifa ya kwanza, sijui kama bado mwanafunzi, nimesema kwamba zinatolewa kwa maadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti. Pili ni kwamba huwasilishwa kwa lugha ya mkato wenye mpangilio maalum wa silabi, mpangilio maalum wa mishororo na mpangilio maalum wa beti. Tatu ni kwamba tunapozirejelea pia nyimbo ni kwamba nyimbo mara kwa mara ama aghalabu huwasilishwa zikiandamana na ala za muziki na kama vile kodiani. Jambo jingine ni sifa nyingine ni kwamba nyimbo hufungamana na muktadha fulani. Nyimbo hufungamana na muktadha fulani. Na tunaposema kwamba nyimbo hufungamana na muktadha fulani, kuna muktadha mbalimbali, kwa mfano wakati wa jandoni, wakati wa harusi, wakati wa maombolezo, labda familia fulani imefiwa. Kwa hivyo sifa ya nne ni kwamba nyimbo hufungamana na muktadha fulani. Sifa nyingine ya nyimbo ni kwamba nyimbo huwa na urudiaji wa baadhi ya vifungu, ama kuna urudiaji wa baadhi ya maneno. Kwa hivyo sifa ambayo pia ni wazi ni kwamba nyimbo huwa na urudiaji wa baadhi ya maneno. Unanipata mwanafunzi? Sifa nyingine ni kwamba aghalabu ama mara nyingi nyimbo huandamana na uchezeshaji wa viungo vya mwili. Hili ni jambo ambalo huwa linafanyika mara nyingi sana, kwamba nyimbo mara nyingi huandamana na uchezeshaji wa baadhi ya viungo vya mwili kama vile viuno, kichwa, mikono na kadhalika. Jambo jingine ni kwamba nyimbo huweza kuimbwa na mtu mmoja ama huimbwa na kundi fulani la watu. Kwa hivyo nyimbo, tunapozungumzia nyimbo ni kwamba huweza ukaimbwa na mtu mmoja ama baadhi ama kundi la watu. Kwa hivyo unaweza ukapata kikoa cha waimbaji, watu wawili au zaidi, ama hata mtu mmoja. Sifa nyingine ni kwamba nyimbo mara nyingi huibua hisia nzito. Kwa mfano, unapoliwaza, unapofariji watu, nyimbo mara nyingi huibua hisia nzito. Kwa hivyo nyimbo zinaibua nini? Hisia nzito. Kuna jambo ambalo mwanafunzi wangu wa lugha mahali ulipo, ni vyema tuelewe baadhi ya aina za nyimbo. Kuna nyimbo mbalimbali na mojawapo ya nyimbo ambazo ningependa tuweze kujadiliana kwazo ni kwamba kuna wimbo wa bembea, bembelezi ama pembejezi. Wimbo wa bembea, bembelezi ama pembejezi. Huu ni wimbo ambao unaimbwa kwa madhumuni ya kuwaongoa watoto waweze kulala ama waweze kutulia wakati ambapo wanafanya nini? Wakati wanapolia. Kwa hivyo watoto wanapolia, basi nyimbo ambazo wanaimbiwa waweze kutulia ama waweze kulala ni bembea ama bembelezi ama ukipenda bembejezi, ama ukipenda ni bembejezi. Kuna baadhi ya nyimbo pia ambayo
tunaita mbolezi. Na nyimbo hizi za mbolezi ni nyimbo za kuombolezwa ama zinaimbwa wakati wa maafa katika hafla ya kuadhimisha makumbusho ya mtu fulani. Kwa hivyo baadhi ya wanajamii wanapopoteza wapendwa wao, mara nyingi wakati unapoenda pale unawaimbia mbolezi kwa madhumuni ya kuwaliwaza, kuwafariji kwa kutokana na ule upweke wa kuondokewa na mpendwa wao. Basi ni mbolezi. Nimezungumzia bembea, bembelezi ama pembejezi. Kuna mbolezi nimezungumzia zinaimbwa wakati wa maombolezo ama wakati mtu fulani amefiwa katika jamii ama katika familia yao. Kuna nyimbo ambazo tunaziita nyiso. Kwa hivyo nyiso ni nyimbo zinazoimbwa wakati wavulana wanapashwa tohara. Nyimbo hizo wakati wa jandoni huitwa nyiso. Hata nyakati zile za kitambo wakati mabanati ama magashi walikuwa wanakeketwa, basi nyimbo zile ambazo zingeimbwa unyagoni bado ni nyiso, bado zinaitwa nyiso, bado zinaitwa nyiso. Kuna nyimbo za kisiasa, kuna nyimbo za kisiasa. Tunapozungumzia nyimbo za kisiasa, kumbuka kwamba utaniwia radhi. Nyimbo za kisiasa huimbwa katika shughuli au katika miktadha ya kisiasa. Kwa hivyo wakati wa miktadha ya kisiasa, nyimbo ambazo mara nyingi zinaimbwa ni nyimbo za kisiasa. Kwa hivyo mwanafunzi, mwaka ujao kutakuwa na hekaheka za kupiga kampeni. Na mara nyingi nyimbo ambazo zitaimbwa wakati huu ni nyimbo za kisiasa, ni nyimbo za kisiasa. Kwa hivyo ni zile nyimbo ambazo zinaimbwa katika miktadha ya siasa. Kwa hivyo nyimbo ambazo zinaimbwa katika miktadha ya siasa tunaita nyimbo za siasa. Kuna sifo. Sifo ni nyimbo ambazo zinaimbwa kwa madhumuni ya kumsifia mtu fulani. Na huyu mtu anasifiwa kutokana na mchango wake katika jamii. Kwa hivyo nyimbo ambazo zinaimbwa kwa madhumuni ya kumsifia mtu fulani kutokana na mchango wake wa kijamii, basi nyimbo hizo ni nyimbo ambazo tunaita sifo. Kwa hivyo mwanafunzi wa lugha tuelewe kwamba sifo ni nyimbo ambazo zinaimbwa kwa madhumuni ya nini? Kwa madhumuni ama kwa lengo ama kwa matilaba ya kumsifia mtu kutokana na mchango wake wa kijamii. Kuna nyimbo zingine ambazo tunaziita hodia. Hodia ni nyimbo ambazo zinahusishwa na kazi kama vile wakati wa kupalilia pale shambani, kule mgundani, kule kondeni, ama wakati wowote wakati wa kufanya kazi yoyote ile. Basi nyimbo zinazoimbwa katika shughuli hiyo ya kazi, basi tunaita hodia, tunaita hodia. Kwa hivyo mwanafunzi, fahamu hodia kwamba ni nyimbo ambazo zinaimbwa katika shughuli za kikazi. Basi nyimbo hizo huwa tunaziita hodia. Kuna chekechea. Nyimbo za chekechea ni nyimbo ambazo watoto huimba wakati wanapocheza. Wakati ulikuwa mchanga, kuna nyimbo zile ambazo mngeimba wakati mnacheza, basi nyimbo hizo tunaziita chekechea. Kuna tumbuizo ni mojawapo pia ya aina za nyimbo. Hizi ni nyimbo zinaimbwa kwa madhumuni ya kuwaliwaza watu
ama kwa madhumuni ya kuwatumbuiza watu. Kwa hivyo zile nyimbo ambazo zinaimbwa kwa madhumuni ya kuwatumbuiza watu hufahamika kama tumbuizo. Nadhani mwanafunzi, kuna nyimbo za mapenzi. Una mmoja wenu ambaye unamdhamini sana, basi uimbwa na wapenzi, na uimbwa sana sana ili kudhihirisha ulimbwende ama kudhihirisha usaliti. Kumbuka kuna usaliti katika jamii. Kuna nyimbo za taifa. Nyimbo za taifa mara nyingi huimbwa kutambulisha taifa fulani. Kwa mfano, kuna wimbo wa taifa wa Kenya, kuna wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kadhalika na kadhalika. Kuna nyimbo za kongozi. Nyimbo za kongozi tuelewe kwamba ni nyimbo za kuaga mwaka katika jamii ya Waswahili. Kwa hivyo tunapoelezea kuhusu nyimbo za taifa, kunradhi, kongozi. Kongozi ni nyimbo zinazoimbwa ili kuaga mwaka katika jamii ya Waswahili. Kuna wawe au vave. Wawe au vave tufahamu kwamba ni nyimbo zinazoimbwa wakati wa shughuli za kilimo. Kwa hivyo wakati wa shughuli za kilimo, basi nyimbo zinazoimbwa huitwa wawe au vave. Hodia ni kazi kwa jumla, lakini wawe au vave ni katika shughuli ya kilimo. Endapo ni shughuli ya uvuvi, basi nyimbo hizo zinaitwa nini? Kimai. Kwa hivyo kimai ni nyimbo zinazoimbwa katika shughuli za bahari, wakati wa kuenda kuvua labda samaki pale baharini. Nyimbo hizo tunaziita kimai. Kuna nyimbo za harusi na nyimbo zingine, lakini naomba kwamba unaweza like kwenye kipindi hiki chetu, ama kwenye kipindi hiki chetu bonyeza pale ili uweze kulike, na jambo jingine naomba kwamba uweze kusubscribe. Jina langu ni Kaka Munai. Tuonane wakati mwingine, wakati wa kipindi Uketo wa Kiswahili.